السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tukiendelea na darsa yetu inayohusiana au ambatana na maqasid Suratul Kahf, makusudio, malengo ya Suratul Kahf, na ikiwa jana tulizungumzia ya kwamba Suratul Kahf imejengwa na ikahamiwa na iman kutokamana na fitna za dunia, na tukazungumza miongoni mwa fitna ni sisi wanadamu kuwa katika ulimwengu huu, kama maneno yake alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tabarakalladhi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mauti na haya, maisha. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lengo kubwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwajaribu wanadamu, ayyukum ahsanu amala, nani wenye matendo mema. Kwa hivyo hiyo ni hadaf la khalq. Nani hao wanaozungumza? Tayeb, kuangalia matendo mema ni yapi na nani watakaofanya wema ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajaze katika ihsan na katika khair. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq, sisi kwa kusimulia ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naba'ahum bilhaq, kwa kusimulia habari zao kwa haki. Hizi khabar za hawa ashab al-kahf, innahum man haula innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ni fitya, mabarobaro, si masharobaro. Mabarobaro vijana, nakusu alayk akhbaruhum, kwa sababu masharobaro wako katika zama zetu. Wakati ule watu walisimama, ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema warabatna ala qulubihim, na tukazifunga nyoyo zao. Idh qamu faqalu
rabbuna rabbus samawati wal ard. Hivyo rabbuna rabbus samawati wal ard, mola wetu ni yule mola mlezi ambaye mola yule ni mola wa mbingu na ardhi. Kwa hivyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanaingiliana katika fitna ya kwanza katika suratul Kahf. Naam, fitnatud din. Huyo ashapata pesa, kabla sijaisema amehitaji simama, wengine walikuwa wanalala pata 100. Sawa, asema fitnatu ad-din, na jana hakuwepo huyo. Hawa wanafunzi hawakuwepo, lakini wako macho. Wale watu wanafunzi wa shudade waache wapumzike tu, wakinyosha miguu kama ambaye wataka kukuna nazi. Hawa watoto wadogo watawafundisha nyinyi muweze kufahamu zaidi, ikiwa hamuna intibah. Hawa watoto kazi yao waangalie, wasikiliza, lakini wale wengine nyosheni miguu, kisha tutaagiza watu walete nazi mkune hapa. Almuhim, haula alshabab wametajwa ndani ya hii sura adhima, suratul Kahf, na fitna ya kwanza ni fitnatu ad-din. Tumesema kuna fitna 4. Kwa hivyo qissatu ashab al-Kahf, kisa hichi ndiyo kimekusanya yale misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwaelezea kwamba hum shabab amanu billahi fafarru bidinihim min adh-dhulm, walimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha wakakimbilia na dini yao kuepukana na dhulma. Fahafadhahumullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawahifadhi. Kwa hivyo madha nastafid min huna, kuna faida gani? Ma hiya al-ibra, kuna mazingatio gani katika haya ambayo tunayozungumza? Jambo la kwanza linalojitokeza, na sisi kama vijana yatakikana tuwe na sifa kama hiyo. Jambo la kwanza, athabat ala al-iman. Athabat ala al-iman. Nini maana ya thabat ala al-iman? Hakuna, mshakosamia hiyo na mshasema hiyo, mshaikosa. Nataka muwe haraka haraka, tukisema mtu ashasema. Kwa hivyo athabat ala al-iman ni Muislamu kujikita, kujidhibiti katika iman. Mambo anayoyapata Muislamu yatakikana awe na iman thabiti. Mfano wake, wanafunzi, si kitu cha rahisi tulivyosema jana kusoma. Kwa hivyo lazima, lakini katika kusoma uwe na subra, uwe na thabati. As-sabr, subira ni kitu muhimu sana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Watu wanafunga, lakini kuna wengine hawafungi. Unaweza ukamuona amekuwa mnyonge ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumbe akijificha na kunywa maji. Wapo hawa ama hakuna? Wapo, wajijua tena, wengine wanaangalia basi. Kwa hivyo athabat ni kitu muhimu sana na chahitaji sabr. Imamu Shatibi alipoulizwa vipi alielimika akawa na ilmu ya juu, wale wanacheza na wakiteka tutaanza kuwafukuza, tuwatoe ndani ya darasa. Ikipata wazungumza utatoka. Tunazungumza maneno ya kuwakumbusha, lakini mnafanya mchezo. Imamu Shatibi, wanafunzi wake walishangaa na ilmu alionayo. Si katika wakati wetu huu, walikuwa wakiandika vitabu, somo moja akiandika vitabu 100, vitabu
100. Leo hii mwanafunzi akiketishwa mwanzo asubuhi mpaka saa 4 anchoka, mara afanya vurugu, hatulii. Kitini tu hapa tupata mitihani hiyo. Kwa hivyo haya mambo ambayo yahusiana, tujijenge, ni kitu ambacho kinaweza kubadilika. Kwa hivyo Imam Shatibi alipoulizwa, kwa nini wewe umeelimika kama hivi, kuna sababu gani? Akasema as-sayr fil bilad, kwa ajili ya kutembea katika miji akapata ilmu. Kisha akasema wa sabrun ka sabril jimad, na kusubiri kama vile jiwe linavyosubiri ikiwa mahali aliondoka. Kisha akasema nafya al-i'timad, kutokata tamaa. Vijana wa kileo wanakata tamaa haraka sana, wanataka shortcut katika kila kitu. Hata simu ukimpa anaingia katika vitu vya shortcut, AI nini, ana search, mara ashachukua calculator, jambo la rahisi. Ukimwambia 10 times 10 anasema ni ngapi? Naona matatizo 100. Nikikwambia sema tu 7 times 7, angalia haraka, kwa sababu hii AI inasumbua. Vitu vidogo hivi mabongo yetu hatutaki kuyatuma, na mambo mengi katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na katika kufahamu misingi mingi ya dini. Nani katika sisi amehifadhi suratul Kahf? Tushike pua kama hujahifadhi. Ni mtihani huu. Naam. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ndio mara kwa mara tuwaambia, muda uliokuja badala kuutumia vizuri, watu walala ndani ya msikiti, muda mwingi unapotea katika. Kwa hivyo nafya al-i'timad, kisha as-sayr fil bilad, kisha wa sabrun ka sabr al-jimad, kisha wa bukurin ka bukurin ghurab. Yazungumza na kurauka kama vile kurabu anavyorauka. Yani mambo ukitaka uyafanye yawe mazuri, basi tumia usiku wako kuyafanya mambo kama yale. Man talaba al-ula sahira al-layali, mtu ambaye anataka mambo makubwa basi anatumia usiku wake mwingi katika kuyatafuta mambo kama yale. Kwa hivyo hiyo ni mwito kwa vijana wawe na himma ili muje faidika katika mustakbal. Kwa hivyo al-ibra athabatu ala al-iman wal-hijra min ajli al-aqida, na kugura kwa ajili ya kusalimisha akida, yani kwa ajili ya misingi ya kidini. Hawa ashabu al-kahf idh qamu faqalu rabbuna rabbu samawati wal ard, waliamua kutoka ili kujitoa katika mazingara ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa mwanafunzi yeyote lazima ajitoe katika mazingara haya. Tuishi katika mazingira mazito katika jamii yetu. Marafiki tulionao, marafiki gani tunaowachagua? Leo kesi nyingi twazipata mashule za kila aina ya uraibu. Kuna wengine wanapiga mabomu, aliyowateka hatunao hapa shule, semeni kweli. Hatuna.
wako mpaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama wangojea mpaka Ramadhani imalizike. Ni vitu vyaweza kutoka, vyaweza kubadilishwa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Taghyir yawezekana, mkiamua itawezekana. Kwa hivyo mwito ni kwa wale vijana ambao wako katika hali ile, jambo la kusikitisha ni watoke katika hali ile, wafanye hijra. Hijra si kugura hati mtu wasafiri, yale maasi ya kuyagura pia ni hijra. Alhijra kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoharamisha, aliyokataza. Kwa hivyo hapo hijra pia inaingiana. Walhijra min ajli alaqida. Kisha wa anna man taraka shay'an lillahi awadahu, yani awadahu Allahu khairan. Yoyote atakayewacha kitu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa na jambo zuri zaidi. Ikiwa mtu atakuwa ameacha kitu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi atapata malipo na atapata khair. Mtu akijihifadhi katika mambo mengi, uraibu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awadhahu bisihha, atampa siha nzuri, atampa fahamu nzuri, atamuongoza katika mambo ya khair. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo ni muhimu kwa Muislamu kuweza kuyafahamu. Kwa hivyo min ashabil kahf, katika hawa ashabil kahf, man hum, ni kina nani? Hum fityatun mu'minuna farru bidinihim min hakim dhalim. Walikimbia hawa vijana, na ni vijana waumini, lakini walikimbia na dini yao ili kuweza kujihifadhi na hakim, kiongozi ambaye ni dhalim. Walaja'u ila kahfin, kisha wakaelekea kwenda kwenye pango. Baada ya hapo wakamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali ile, na faanamahumullahu fihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawalaza, akawapa usingizi miaka 309 kamaria. Wanazuoni wengine wasema kamaria, yani katika miaka ambayo ni ya Kiislamu, ile inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha 4 hurum. Kwa hivyo wengine wakasema ni miaka 300 shamsia. Kwa hivyo kuna kamaria na shamsia, na kaayatun ala al-bahth, iwe ni kama miujiza, alama za kufufuliwa. Kwa hivyo haya ni mafunzo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kama vijana, ili tuweze kuyafuata na tuige kama hawa ambao ni ashabil kahf. Kizungumzia kuhusu role models, wale watu wa kuigizwa, wa kuigwa, basi ashabil kahf wanakuwa ni miongoni mwa watu wa kuigwa. Usige watu ambao tabia zao zina mushkil na hawako tayari kusaidia wengine. Kwa hivyo kwa haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe ni wenye kusikiza mema na kuyafuata. Rabbana atina fid dunya hasana wal akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.